Unajua walichokifanya kina GB64 kina Dr. Mo pamoja na semaji la CAF, kwa sababu maneno hayo alisemwa na semaji la CAF ujue, ndio alisema maneno kwamba Mo anampa masaa 72. Yule semaji la CAF ambaye yupo pamoja na kina Mnandi ndio aliongea kauli hiyo. Ila kati anaongea kauli hiyo ilikuwa na kina Dr. Mo pamoja na GB64. Sasa wale walikuwa na msimamo kwamba Mo atoi pesa, si ndio? Na ndio maana wanasema kwamba Mo nani Simba inabidi Mo atoke ili waweze kuja wawekezaji wengine waweze kuwekeza ndani ya Simba. Lakini sasa ile kauli hiyo imeonekana umekosea, kwa sababu Mo alikuwa akitoa pesa. Simba alikuwa anasema kwamba Mo ametoa pesa, lakini nakuaje wao wanakuja kusema baadaye kwamba Mo hajatoa pesa? Kwa hiyo wamekuja kwa samani, kwa sababu wao wanaonekana kwamba wao ndio wanaharibu baadhi ya mashabiki wa Simba, kwa sababu wao ni influencers. Watu ambao tafsiri influencers maana yake ni watu ambao wana ushawishi kwamba wanaweza kaongea kitu na watu wakawasikiliza. Sasa kama unaongea kitu na wasikiliza watu wakakusikiliza, maana yake unakuwa unapotosha umma kwa vitu ambavyo unavyozungumza ambavyo huna ushahidi navyo. Umeona? Kwa hiyo wao wamekuja kwamba samani kwa sababu ya kile ambacho walifanya wamekosea. Sasa kwa nini wamezungumza? Tukiachana hilo, kuna maneno mengi wanakoongelea, kwa sababu inasemekana huyu Dr. Mo pamoja na mwenzake GB64 na semaji la CAF hawa wamepewa hela na Mangungu, kwa sababu ndani ya Simba kuna pande mbili. Kuna watu wanaomsema Mangungu vibaya na kuna watu wanaomsema Mo vibaya. Kwa nini unasemekana kwamba upande wa Dr. Mo hawa walipewa rushwa na Mangungu, kwa sababu ukifuatilia hata wenyewe mara kwanza walikuwa wamtaki Mangungu, ila baada ya kupokea pesa ndio kabidi wamseme Mo vibaya. Lakini baadaye baada ya baadhi ya watu kuja kuwashambulia wale kwa kwamba kule wamekosea na ndio maana wamekuja kuomba radhi. Lakini pia tukumbuke hapa katikati kuna vitendo vingi vinafanyika, kwa mfano kama kupigwa Mangungu. Hii tafsiri kwamba ndani ya Simba kuna mgawanyiko. Mgawanyiko kutokana na nini? Kwamba inaonekana kwamba tajiri huenda anatoa pesa, lakini pesa inapigwa panga na mwisho wa siku unakuja kufanya usajili ambao Simba hauendane nao. Na ndio maana hata leo hii ndani ya Simba bado hajafahamika zaidi nane anahusika na swala zima la usajili. Sababu tukiangalia mfano Yanga anajulikana anafanya usajili Engineer Hersi Said. Lakini Simba anajulikana anafanya usajili kama anafanya usajili Bodi au anafanya usajili Mangungu. Sasa baadhi ya watu wamtupia alama Mangungu kutokana na Mangungu ndio mwenyekiti wa Simba. Na watu wamemwajiri Mangungu, ila watu hawajamwajiri Mo, kwa sababu Mo amekuja ameletwa nani na Mangungu kama mwekezaji. Kwa maana kwamba timu inapofanya vibaya mashabiki lazima wamvae moja kwa moja nani? Mangungu. Kwa maana mashabiki wengi wa Simba na Mangungu kwamba anaifanya timu inafanya vibaya. Lakini wasemaji ambao wamefuza sasa ambao wametaja kina Dr. Mo hao wanamsema Mo kutokana na nini? Wanaona kama Mangungu anakuwa yeye hana cha kusema, hana la kufanya, bali uwezo wote unafanyika na kina Mo. Ndio maana yeye anagushia tu jumla bovu, aliyakuwa yeye ana makosa yote, yeye afanye chochote. Sasa ndio maana mwisho wa siku anaona kama Mo atoi pesa, mwisho wa siku namba zinamkuta Mangungu, watu muona muogopa. Kwa hiyo Mo kutoka mbele front ile kumsimama Mo zaidi. Lakini kumbe hawajui kama kile kitendo hao wanakosea. Tukumbuke Mo Dewji timu imeitoa mbali. Maana kama kuna mtu ambaye anataka timu ifanye vibaya, maana yake angefanya toka kipindiko, lakini kama ameiweza kuifanya timu mpaka na kuwa namba 6, namba 5-6 kwa bora hapa Afrika, maana yake amefanya kitu kimoja kikubwa sana na timu kubwa sana. Hebu imagine kwamba leo hii Mo anakuwa anatoka na Simba. Lazima timu itashake. Japokuwa tunajiamini kwamba Simba sijui inaweza kujiendesha yenyewe, lakini lazima wakubali kwamba Mo atapotoka lazima timu itashika. Tukumbuke kuna wakati Mo ataka kutoka, wana Simba kwenda kamba Mo asiwezi kutoka. Hii tafsiri yake nini? Kwamba Mo ana muhimu mkubwa ndani ya Simba. Haya anakuwa ni maneno tu kwamba atoke, lakini sidhani kama Mo atapamua kutoka kwamba timu itaweza kujiendesha. Kwa hiyo wakati mwingine tu ni jeuri ambazo hata msingi. Lakini pia tukiangalia aga na Dr. Mo amezungumza maneno kama hayo, wao hawana nafasi kubwa sana ndani ya Simba, kwa sababu wao ni influencers tu. Ukiangalia hawana wengine, hawana kadi za wanachama, hawana uongozi mkubwa ndani ya Simba. Sasa wewe unakuja front unazungumza kwamba Mo atumtaki ndani ya Simba, wewe kama nani? Ina maana kwamba wewe ni kiongozi, ni mtu tu au shabiki wa kawaida. Sasa huna mandate au huna authority ya wewe kumwambia mtu mkubwa kama yule kumtoa ndani ya timu. Na walichokifanya kikweli ni kitu ambacho ni cha dharau, kwa sababu Mo Dewji ni kiongozi ambaye anaheshimika ndani ya nchi nzima kwa ujumla, kwenye swala zima la nchi, lakini pia kwenye swala zima la michezo ni kiongozi ambaye anaheshima. Kwa sasa kama unakuja unasema kwamba aondoshwe na vilago vyake naomba siku 3, maana yake wewe kama wewe ni mkubwa kuliko Mo na wewe ndio kila kitu, hali ya kuwa serikali ingebidi zungumzie kitu kama hiko. Tukija pia tukiangalia pia timu Simba na Yanga ni timu za serikali, sawa?
Umeona? Kwa hiyo mpaka unasema kwamba wewe una power ya kufanya maamuzi ndani ya Simba, na inabidi uwe mtu mkubwa zaidi, kwa sababu serikali yenyewe inaipenda Simba na Yanga na inaelewa Simba na Yanga zinavyofanya. Kwa hiyo ni lazima tuangalie shida iko wapi. Shida inaonekana zaidi ipo kwenye uongozi, na hata kama kuna wakati muone kuwa hatoi pesa wakati mwingine, yeye ndokana na pia tajiri lazima pia ajifikirie, kwa sababu ukiangalia Simba ndani ya hii misimu yote minne Simba inafanya vibaya. Kwa maana hata Mo kuingiza kile ambacho anachokisubiri kinakuwa ni kidogo. Huwezi kusema kwamba sababu eti Simba anamtengenezea jina biashara yake basi ndo atakabili kumtengenezea jina, kwa sababu yeye anafanya biashara, anawekeza pesa kwenye timu yako. Kwa hiyo maana kwamba kutengeneza timu kwenye kutengeneza pesa kupitia timu yako, basi wewe ndo asipate pesa kupitia pesa ambayo anaingiza kutoka kwako, lazima apate faida. Kwa hiyo ni lazima tuelewe kitu kimoja kwamba Mo hapaswi kulemekiwa, shida ipo kwenye uongozi. Na mimi kwa ushauri wangu sasa nimekuwa nafikiria kwamba uongozi ubadilishwe. Kama inawezekana hata huyo ambaye yupo kwenye mwenyekiti wa bodi, nafikiri angebadilishwa, magoli angetolewa, awekwe hata Babla, kwa sababu Simba ilikuwa chini ya Babla, ilikuwa Simba ilikuwa vizuri. Lakini toka ilipotoka Babla Simba ilikuwa inateleka, kwa sababu kiangalia baada ya kuondoka tu Babla na Simba inafanya vibaya. Lakini alivyokuwa Babla na Simba ilikuwa inafanya vizuri. Naona kipindi kile aliwaita kina Chama, kina Nixon, kina nani, na Simba ilikuwa inafanya vizuri. Kwa mimi kwa ushauri wangu mimi nilikuwa napendekeza Simba wamrudishe Babla awe kama mkurugenzi wa timu kwa sasa hivi. Mimi nafikiri wangechukuliwa hatua, kwa sababu huwa wanaongea vitu vingine ambavyo vina mantiki. Kwa sababu unapokuwa unaongea kitu ni lazima uwe na ushahidi, na sio unaongea mtu umeongea tu na kurupuka kuongea. Ni lazima uwe na ushahidi. Sio unaamka tu na kurupuka kwamba fulani amefanya kitu hichi. Una ushahidi wa namna gani? Kwa hiyo unapozungumza kitu ni lazima uwe na ushahidi. Unapozungumza kitu lazima uwe na data za kutosha ambako zungumza kile kitu. Sawa? Kwa sababu unavyokuwa unaachiwa, manake unakuwa kile kitu unakuwa unakiendeleza, mwisho siku unakuwa unaongea, unakuwa unapotosha umma kila kukicha. Kwa mimi nafikiri hawa wangechukuliwa hatua ili waweze kurekebisha mambo yao wanayoyafanya.